taala wabarakatuh. Msifu Yesu Kristo. Milele amina. Napenda kuchukua nafasi hii adhimu kwa siku hii ya leo tukufu ambao ametukutanisha hapa. Mwenyezi Mungu alishaandika tokea roho zinatayarishwa huko kwamba itafika siku tutakutana mahala hapa. Kwa hiyo leo ilikuwa ni kukamilisha lilo neno la Mungu ambalo alishazikutanisha hizi roho kabla hazijatiwa katika matumbo ya mama zetu. Kwa hiyo leo imekamilika kwamba hata leo tukifurahi basi tulishafurahi wakati huko zilipotayarishwa hizi roho. Ndio maana Mungu anasema katika maneno yake matukufu, ukisoma katika Zaburi ya 145 anasema, e Mungu wangu mfalme, nitakutukuza, nitalihimidi jina lako milele na milele. Kwa sisi wote lazima tuishi katika utaji wa Mungu. Hata haya mlioyafanya leo ambao tutayafanya wakati huu ndiyo ya Mungu aliyotuamrisha tuje tuyafanye katika huu ulimwengu. Neno letu kubwa hasa ni kuambia karibuni sana Almarkazi Swalihina. Asante. Tunashukuru. Awali ya yote nikiwa kabla sijaendelea, kwanza tukitambuana ndio litakuwa jambo la msingi zaidi ambalo sasa tuna nafasi ya kujiachia, tuna nafasi ya kunena chochote kile. Sisi wote ni Watanzania. Tuna haki ya kunena chochote. Nikikosea una haki ya kunikosoa. Lengo letu ni kufanikisha, si kubomoa. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kama niliopewa kama mdogo, sababu kulia kwangu yuko mama, huku yuko msemaji wangu wa Almarkazi Swalihina, lakini muendesha vipindi vya Saadati TV. Kwa hiyo nafikiri baadaye atakuja kurusha kwenye Saadati TV. Kuingia YouTube huko utaona chaneli yetu Saadati TV. Kwa hiyo mimi msemaji hapa niliyepewa nafasi hii kwa kumpokea kwa vile yuko kwenye kazi maalum, naitwa Abdulkadir Hassan Shehoza, Msambaa original, sio fake. Lakini kulia kwangu huku yuko mama mlezi. Nafikiri ni nafasi yake ajitambulishe. Karibu mama. Na neno lolote la kusema, karibu. Mimi naitwa Aisha Hashim Zrai, mama mlezi wa kituo chetu cha Almarkazi Swalihina Islamic Foundation. Karibuni sana wageni wetu. Asante. Bado amerudisha maiki kwangu. Kwa hiyo kwa kuwa tayari huku mshatutambua, nafikiri kila grupu au ujio wenu huku na kiongozi. Kwa kuwa kiongozi yupo, ni nafasi sasa awatambulishe wageni wake ndio tuweze kuendelea na lililoko mbele yetu. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Evangelista Lucas Maponda, ni mwenyekiti wa kikundi cha Fata Lawai. Sisi ni kikundi cha Fata Lawai, tunatokea kwenye taasisi ya Fata Vikoba Endelevu. Ndani ya taasisi tuna vikundi karibia 10 au 11, na kila kikundi ina watu kama sisi ambao kikundi chetu imeitwa Lawai. Na kwa sheria kikundi chetu au taasisi yetu kila mwaka lazima tutoe kidogo tulichonacho kwa ajili ya watu wenye uhitaji. Na sisi kama Lawai tumeona mwaka huu tuguswe hapa, na tunashukuru sana kwa mapokezi yenu. Asante sana. Wengine hata tukijuana tu kwa majina, hata kama hakuna lolote la kusema, jitambulishe jina lako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum Mimi salaam. naitwa Zilfa Hamisi Tabu. Mimi mzaliwa wa Kigoma. Tunashukuru kwa kukaribisha. Asante. Tunasema asanteni. Karibu sana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Kwa majina naitwa Fatma Musa, ni mwanachama kutoka Fata Lawai. Asanteni kwa kutukaribisha.
Assalamu alaikum. Kwa jina naitwa Jamila Awadhi Dhafir, natokea Fata. Nashukuru na nimefurahi sana, mmetukaribisha, mmetupokea vizuri. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki, na pia Mwenyezi Mungu atufungulie pia na sisi zaidi kwenye kazi zetu, kwenye shughuli zetu. Mimi ni mfanyabiashara. Nashukuru sana, asanteni kwa kutupokea. Asanteni. Nichukue nafasi hii kwa mara ya pili, pale nitakapokosea kwa lafudhi yangu ya Kisambaa, nafikiri mtanisamehe. Ndugu zangu au dada zangu, sisi Almarkaz Swalihina tuko leo hapa Tegeta Kibo kwa Ndevu, lakini mwanzo kabisa hatukuanzia hapa. Tulianzia, ukisogea mbele kuna mtaa wanaita Nyaishozi kwa mbele. Tulipata sehemu ya kuanzisha kituo kama hivi, tukaanza taratibu zote na dokumenti zote tukawa tuko nazo. Tukaanza na ujenzi, tulianza tukiwa duni sana, tukaanza na kujenga kwa kutumia mabati tu, tumeweka miti lakini kwa ajili ya kuangalia jamii. Basi tulivyoanza tukaenda, Mungu akaanza kuileta neema yake, tukaanza kujenga majengo. Lakini mbele tukiwa tunaendelea na kazi hii ya Mungu, aliyekuwa wametoa ile sehemu na familia wameanza kugeukana. Kwa hiyo ikatokea changamoto ya tamaa. Mwanzo tunafika pale, ilikuwa hata lile eneo lake kuuzika, alikuwa na eneo kuuza, hata viwanja ni ngumu. Lakini tulivyoanza kutengeneza miundombinu na mazingira ya pale kuwa nzuri, na yeye akapata hata nafasi ya kuuza maeneo yake yaliyobaki. Kwa hiyo baada ya kutokea hiyo sintofahamu, si tukaona kwanza kwenda mahakamani tutapoteza hawa watoto. Tukaona cha kwanza kabla ya kwenda huko tutafute sehemu ya kutulia na hawa watoto. Kwa hiyo tukatoka kule tukaja jirani hapo, kuna mzee mmoja anaitwa Mzee Salum. Tukapanga hapo, huyu mama mlezi akawa anakaa na watoto hapo, tukiendelea kutafuta ni sehemu gani ambao hawa watoto tutapata sehemu yenye utulivu. Kwenye kupita tukiwa tunazunguka hii mitaa, ndio tukakuta hapa mahala. Kupakuta hapa, waliokuwa wamepewa hapa wamepakimbia, lakini tukasema huu ni mpango wa Mungu. Mungu alikuwa amepanga kuna watu wake watakuja kukaa hapa. Kwa hiyo na wananchi na wanadamu nao wakaanza kufanya yao ya dunia, na ifikiri mshanielewa, ambao ni machafu kwenye eneo kama hili. Kwa hiyo tulivyoanza kupata hapa, hapakuwa hivi, kulikuwa huko nje kama poli, tukatengeneza hivyo. Lakini jengo mnaona kama jiografia ya msikiti tulilikuta kama hivi. Lakini sisi lengo letu si kuwa tulee watoto wa upande mmoja wa Kiislamu peke yao. Kule tulikoanzia tulikuwa na watoto wa imani mbili, watoto wa Kikristo na watoto wa Kiislamu, lakini walikuwa na mhudumu wao ambaye ni wa upande wa Ukristo. Sasa kwa kuwa mwanzo tulianza na watoto wa jiji la Dar es Salaam, mayatima na kadhalika, ikabidi sasa sehemu tuliyoipata itakuja kuleta sintofahamu hata serikali, kwamba umewalazimisha watoto kuingia kwenye imani nyingine. Kwa hiyo kwa kuwa tulianzia na watoto wa jiji la Dar es Salaam, tukaangalia kule walikopatikana, tuangalie ni mtu gani kwenye ile familia anaweza kuwa naye, lakini huduma anapata kupitia hapa. Kwa hiyo kule tulikuwa na watoto takribani 10 wa imani nyingine. Kwa hiyo ikabidi tuwarudishe majumbani, huduma zote wanapata, kile kinachopatikana hapa na wao wanapata. Lakini wakati mwingine siku za Jumapili tunatengeneza, wanakutana kwa pamoja, tunapika kwa pamoja, wanakula kwa pamoja, wanafurahi kwa pamoja. Kwa hiyo tulivyopata hapa, tulianza kulala tu chini. Hivi mnavyopaona hapa pameanza kutengenezwa juzi tarehe 28 mwezi wa 9. Ndio mnaona ya mazingira hii mandhari iliyoko. Lakini hata leo ilikuwa watoto wanalala tu msikitini. Shida ili tuweze kutengeneza wapate kuweza kukaa sehemu nzuri. Kwa hiyo ilitutesa sana na ilituchukua muda mrefu, kwa sababu tayari ushatengeneza mazingira kule, kuanza tena
hatua moja. Hata kama kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anatoa 200 kule, alishaanza ukimwambia tena anaona kama vile mna wachanganya. Kwa hiyo kidogo ilitutesa hapa katikati sana, lakini tukasema hapana, kwa kuwa Mungu alisema e Bwana, uisikie sala yangu, uzisikilize dua zangu, kwa uaminifu wako unijibu kwa haki yako. Kwa hiyo Mungu tulimuomba, tuliingia kwenye kufunga na kumuomba Mungu. Mungu ndio ametujibu, angalau sasa hali kidogo inaonekana kama hivi ilivyo, japo bado tunasema hii bado haijafika kwenye ile malengo yetu tunayotaka. Sasa tukawa watoto kama hivi wanalala chini, japo kuna magodoro wanalala chini. Ikatuumiza sana, lakini tukaendelea kuomba hivyo kama nilivyotangulia kusoma maneno ya Mungu. Tukaendelea kuomba, kufunga, Mungu akatujibu. Ilivyofika tarehe 28 mwezi wa 9 juzi, ndio wakatokea Waturuki wakaanza kufanya hii kazi mnayoiona. Wakati kule nyuma ikawa mabweni la watoto wa kiume, kwa pale kuna kigeti mtaka kustopu mara ya kwanza kuingia pale ni upande wa watoto wa kike. Kwa hiyo tunashukuru wametutengenezea vitanda na vitu vingine vyote, lakini bado zipo changamoto zipo, na ndio maana nikaona kwamba ni haki na nyie niwaeleze ili mzibebe. Yaweza usifanye wewe, lakini kuna mtu nyuma yako, na ndio maana Mungu anatuambia anaweza akaja mtu kwako hana 100, lakini kumbe ana watu 100. Kwa hiyo najua na ninyi mna watu, hili mlibebe. Sasa haya naenda kuyaeleza. Wametutengenezea haya mabweni, wakatutengenezea na vitanda vile mnaita double decker, sawa, wakafunga na mafeni. Lakini kule sasa kwenye mabweni ya watoto wa kiume na kwa wa kike wameweka vile vitanda wakafunga na feni. Zile feni walizofunga sasa, ile feni iko hapa na kitanda hiki hapa. Kwa hiyo nayo changamoto. Ina maana mtoto akilala pale akishtuka tu atakunyanyua kichwa, shingo hakuna. Kwa hiyo ndugu zangu, kule kinachotakiwa ni kung'oa feni zote zile, zifungwe zile feni ambazo ziko ndani ya nani yake inafaa kuzunguka. Kwa hiyo hata kama tukitoka hapa tutaenda kupita kule, mtaiona ile hali. Zinahitaji kung'olewa zile feni zote. Kwa kuwa wao wamefanya hivyo, huwezi ukamwambia acheni. Wao ndio walichokadiriwa kufanya hicho, na wakati wanafanya hivyo hawakujua kwamba itatokea hali kama hiyo. Kwa hiyo pia watoto kidogo tunastopisha, hasa wale ambao wanaenda kulala vitanda vya juu. Hakuna mtoto kwenda kule, na hata hivyo hata wengine kwanza tumewastopisha kwanza wasiende, ili tuweze kufanikiwa kutoa zile feni. Kwa yoyote ambaye ana mtu, ili alibebe akalitekelezeke kwa uwezo wa Mungu na imani kwa uwezo wa Mungu. Na ninyi mna watu, Mungu atawasimamia kwa midomo yenu. Maneno mtakayoyatoa yatakuwa ni mazuri, watu wataepokea. Kwa hiyo tukitoka hiyo changamoto hiyo sasa, lakini pia huku hasa kwenye chumba cha watoto wa kiume, mwanzo ili eneo la mbele mnaliona, mnaona kama kuna mbao nyeusi kule, zile tulikuwa kwanza tumepoa tu kama mabanda tu hivi ili watoto waweze kulala. Hao walivyokuja sasa wakanyanyua, lakini mwanzo ili eneo la hapo linaloonekana hilo lilikuwa wazi mpaka juu, sawa. Kwa hiyo walivyokuja ili angalau bweni la watoto likue, wameamua kuziba pote, kwa sababu ilikuwa mvua ikinyesha, ina maana maji yote yanazunguka, kwa hivyo yanaenda kutokea kule. Si kwamba ilikuwa inaathiri huko ndani kwa watoto wa kiume, lakini ni kwamba sasa walivyokuja wameona wapazibe pote hapo ili eneo liweze kukua. Kwa hiyo changamoto iliyoko kwa watoto wa kiume, hata mimi leo sasa hivi nikitoka wewe na wewe tukienda kukaa dakika 5 tu kule, utahisi hakustahiki kukaa. Hali ya hewa tayari hakuna mwanga, kwa sababu tayari palikuwa wazi, yale madirisha yaliyokuwa hapo mbele yalikuwa yanapata huo mwanga wa kutoka upande huu. Kwa sasa hivi ni kwamba hapapati, hata ile madirisha yao mawili yaliyoko huku mbele sasa yashazibwa, hata hayawezi, yani haina kama vile faida. Kwa hiyo lengo lingine ni kutoboa madirisha kwenye ule ukuta wa juu ili hewa iweze kupatikana. Kuna watu watu wenye athma, akila sehemu kama hiyo kidogo tu hali itatokea sio nzuri. Kwa hiyo kuna changamoto kama hiyo. Hali kadhalika kwa watoto wa kike, japo kwa watoto wa kike kwa sababu ile geti la hapo liko wazi, limeangaliana na ile madirisha yao, kidogo wao wanapata mwanga. Hapo ni swala la mabweni.
Changamoto nyingine ambayo tuliikuta hapa, choo. Waliokuwa wameshimba shimo la choo walichimba dogo sana, kwa hiyo ikawa inatulazimu kila wiki, limezidi labda wiki na siku kadhaa, ikiwachelewesha sana ni wiki 2, lazima mvute choo. Sasa ukileta ile gari ndogo hapa ni 120,000, ukileta ile gari kubwa ni 180,000. Najua nyinyi huko mnajua wale wanavyofanya, inategemea mtaa na mtaa. Kwa hiyo hivyo sasa ikawa hiyo inatutesa. Wakati mwingine nyinyi wana sheria, wengine wasema sheria imetungwa ili ivunjwe. Hata walioko mahakamani majela huko wako wana sheria, kwa nini wameenda ndani? Na wao ndio wameisoma sheria. Kwa hiyo hata hapa kuna wakati inabidi, kuna mambo mengine unaifanya tu nje ya utaratibu, kwa sababu sasa imetupita, hatupati. Si kwamba hapa tunapata hela. Mmekuja kama ninyi ndugu zangu sana, tumepokea ni vyakula, lakini pesa, mimi kwa muda ambao nimekaa hapa, sio wenzangu, kwa muda ambao nimekaa hapa sijapatapo kushika mkononi mwangu hata ikafika 600,000 700,000 kwenye mkono. Sijui kwa wenzangu kama imebahatika hivyo. Kwa hiyo ikawa inatutisha lile shimo la choo. Lakini juzi kati, kwenye wiki iliyopita, walipatikana watu tena, alileta mafundi wake kutoka Dodoma mwenyewe. Alikuja hapa, alivyokaa hapa akaambia nikupe hizi hela, nikamwambia hapana, pesa ni ibilisi. Wewe lete hao mafundi wafanye hii kazi, wewe utajuana mwenyewe na hao mafundi kuwalipa. Kwa hiyo mlivyopita pale njiani, mmeona kama pana vibomba viwili vimejitokeza juu pale. Vile vibomba ni kwamba wametengeneza yale mashimo ya choo yale ya kisasa yako kwa chini. Kwa hiyo unaweza ukapita na gari tu ukaona hali ya kawaida. Kwa hiyo wametengeneza mawili pale. Ina maana sasa tunavua ule mfumo uliokuwa kule kuingia pale. Lakini bado changamoto pale, panahitaji bado kuna bomba ili kutoa ule mfumo wa watoto, hasa kwenye vyoo vya watoto wa kike kule, kuutoa kule ili uweze kuja sasa kwenye haya mashimo ambayo yametengenezwa. Kuna vitu vinahitajika, zote hizo ni changamoto. Hiyo imetutesa sana jambo la shimo la choo, lakini bado kwa vile bado halijakamilika vizuri, bado inaendelea kututesa. Lengo ni kwamba ipatikane vile vifaa ili mifumo yote sasa itolewe kule ije kwenye ama nani yaliyoko hapa nje. Lakini la pili, la tatu ni swala la jiko. Tulipitia changamoto sana kwenye swala la jiko, lakini tukashukuru wao ndugu zetu walivyokuja wakatutengenezea jiko pale. Lakini jiko walilotengenezea bado nao pana changamoto. Changamoto iliyopo, jiko ambalo wametengenezea ni jiko ambalo unatumia sufuria ya kilo 30 na unaitia pale. Kwa hiyo sasa changamoto iliyopo, ukimaliza kupika tena ukaoshe uje upike mboga. Kwa hiyo changamoto hii, na malengo ni kwamba tupate angalau jiko lingine dogo, kwa sababu ile sufuria ya kilo 30 mboga huenda ya kilo 2 au 3. Kwa hiyo tayari nayo ni changamoto hiyo. Lakini changamoto nyingine ambayo tulikuwa na malengo kwamba kwa sababu watoto wetu wote tunaopokea wengi ni wadogo, kuanzia miaka 3 kuendelea. Watoto wale anakuja hajasoma mwingine hata nasari. Kwa hiyo lengo ni kumwanzisha nasari school hapa. Sisi wenyewe tunajitoa. Mama mlezi huyu ana degree yake, ameacha kazi. Amemaliza UDSM hapo. Kwa hiyo ameamua kuacha hiyo, yuko kwenye hii kazi ya malezi ya watoto. Huenda ndio Mungu amempangia hicho kufanya. Kwa hiyo ndio wanaohangaika na hao watoto, hatoke nasari mpaka aende darasa la kwanza. Akifika kwenda darasa la kwanza, sisi sasa tunamtafutia shule ili aweze kwenda darasa la kwanza, kwa sababu tayari kituo chetu bado hakijafika huko. Kwa hiyo shule, nyewe wote ni mashahidi, leo shule kuna kula, shule kuna nauli ya shule. Leo walimu nao wameanzisha mitihani ya kila siku, inahitaji vyote pesa. Sasa kwa hali ya kituo chetu hivi ilivyo bado changa, hii jambo inatutesa pakubwa sana. Sasa tukaona na tukakaa kama viongozi kwamba watoto tusiwapeleke shule za mbali. Mliopanda hapo kuna kiwanda kiko kwa juu hivi, wanaita Twiga Cement. Kwa hiyo pana shule inaitwa Wazowi hili hapo na nyingine inaitwa Twiga. Karibu watoto wetu wote wanasoma hapo, na wengine wako pale Piusi na Tegeta pale, lakini wapo wengine wa sekondari. Kuna wanaosoma Godwin Gondwe, kuna wanaosoma Kunduchi, lakini tulikuwa na changamoto ya mtoto mmoja alikuwa anasoma pale Taifa. Ile shule ya pale Taifa wanaitaje? Kibasila.
Kwa hiyo hebu angalia anatoka hapa gari ngapi? 2 hizo. Ukiangalia pesa ambayo anatumia kutoka hapa kwenda kule, hiyo ni changamoto. Lakini ninyi mashahidi shuleni leo, madaftari watoto, hata sasa hivi mtoto mdogo anatakiwa atumie count. Kwa hiyo inatutesa. Lakini juzi, nafikiri wiki iliyopita, tulibahatika kupata vitambaa vya watoto wa shule, lakini hawa watoto wa msingi na wa nasari, nafikiri kama mfano kuna ile dark blue, kuna hiyo kwa ajili ya watoto wa nasari. Kwa hiyo watoto ambao wako shule ni takriban watoto 53. Hawa watoto ni makundi yote sasa, nasari na sekondari. Lakini kwenye vitambaa ambavyo tumepata sasa, kwa sababu kuna wengine wanaenda form 1, tulishindwa kupata hivyo. Sasa atabidi tu mwingine anapata tu shati kwa sababu vinafanana vyote. Kwa hiyo watoto 53 akapatikana fundi ili aingie kufanya hiyo kazi, na tarehe zimeenda. Kwa hiyo amechukua hiyo kazi, lakini fundi aliyechukua hiyo kazi kidogo naye akatutia kwenye changamoto, japo bado hatujampa hata 100, lakini akaingia kwenye changamoto. Yeye alivyochukua ile kazi alitarajia ungane na wenzie kuifanya ile kazi, lakini alivyoichukua, nyewe mnajua tarehe 9 juzi ilitoka, watu wengi wamekimbia. Sasa kumbe wale mafundi wenzie wamekimbia mji, wamerudi kwanza vijijini. Kwa hiyo juzi wakati narudi, mama mlezi ananiambia yule fundi amekuja amesema, kwa hiyo ile kazi alitarajia kufanya na wenzie wameondoka, kwa hiyo itabidi yeye achukue kidogo tu. Ilitupa sisi kama sasa, ikabidi twende tuchukue tena, tutafute fundi mwingine, lakini tuzungumze naye kwa maneno ya upole, atuelewe. Akatuelewa, ataanza kuifanya ile kazi, tukiendelea kutafuta pesa kwa ajili ya kumpa. Waliotuletea walitupa vitambaa, tunashukuru. Nafikiri hilo litakuwa vyote vimekamilika. Kama kutokea changamoto, nafikiri watarudi kwenye hivi vilivyobaki. Kwa hiyo lakini sasa kwenye fundi sasa, kila mtoto ni 12,000. Kwa hiyo ukipiga almost kwenye watoto 53 hapo unapata takriban 600,000 na 12,000 mara 53 unakuja kupata hiyo toto kama hiyo. Kwa hiyo sasa hivi ndio changamoto iliyoko ili iweze kukamilika hilo. Kwa hiyo ndugu zangu, nafikiri hata nieleze siwezi kuyamaliza mimi kama mimi, na kila siku changamoto zipo. Lakini mwisho niliposahau, wakati tumetengenezewa lile jiko sasa pale, tukaona na sisi lengo letu tokea mwanzo, kila asubuhi mtoto wetu akienda shule, kabla hajaenda apate kikombe cha chai. Kwa hiyo ikawa kwa jiko lile ni changamoto, kwa sababu mwanzo tulikuwa tunatumia majiko tu ya matofali na kuni zetu hivi. Kwa hiyo pale tukaomba tupate gesi ile, angalau hata iwe na pleti zile 2, angalau asubuhi mtoto kabla hajaenda shule aweze kutia kikombe cha chai. Tunashukuru juzi walikuja watu kutoka kampasi ile ya Kampala, Gongo la Mboto kule, walikuja hapa. Wakati tunazungumza nao kama hivi, kuelezea changamoto ya pale jikoni na kuelezea hili swala la jinsi watoto asubuhi waweze kupata chai, tunazungumza hapa siri, tunaendelea na mazungumzo, kumbe wengine wamechepuka, wametoka wakaenda wakanunua ule mtungi wa gesi ule wa kilo 25 na sani zake ndani zake 2 zile. Lakini sasa gesi ile imeisha, inahitaji kujazwa na kituo bado ni kichanga. Kwa hiyo tuyabebe, ni ya kwetu. Tukiyafanya tunatarajia kupata radhi za Mungu na baraka zake. Nafikiri hata jana usiku walinifuata, nikamwambia jamani, mimi mambo sio mazuri hapa kwa Maela, si unapajua kaka, ile gesi iliisha jana. Sasa kama hukufika kule jikoni, najua ulivyokuja uliingia tu na ofisini huko, kwa hiyo uende kule jikoni, ama ndugu zangu au ukitembea nao uonyeshe kwamba imeshaisha, tuangalie ni jinsi gani ili watoto wasiendelee kupata changamoto. Ndugu zangu, kama kuna mahala nimekwama kueleza, mama yangu, kaka yangu yupo, kwa kuwa waliniteua mimi kama mdogo wao. Pale nilipokosea wana haki ya kunirekebisha ili siku nyingine niweze kupatia zaidi na zaidi. Mwisho, neno langu la mwisho, karibuni sana, karibuni sana.